Ningependa kuuliza swali la 4 kwa Gerda. Ni maeneo gani muhimu unadhani serikali na taasisi zinapaswa kuanza kuyapa kipaumbele katika kutumia GIS kwa uhifadhi wa misitu? Karibu sana. Asante kwa swali zuri. Naweza kuongelea sehemu gani ambapo serikali inaweza ikaipa kipaumbele katika uhifadhi wa misitu. Kwanza tunaweza kuongelea katika ufuatiliaji wa mabadiliko ya misitu. Serikali inatakiwa ipe kipaumbele kwenye kufuatilia mabadiliko ya misitu in terms of upunguaji wa miti, ukataji wa miti na upunguaji wa wanyama na kila kitu. Serikali inatakiwa iweke kipaumbele katika kufuatilia hivyo ili kuendeleza ukuaji wa misitu. Pia serikali inatakiwa kuweka kipaumbele katika upangaji matumizi ya ardhi. Hapa tunaongelea katika kuna baadhi ya maeneo ambayo tunaona kuna migogoro ya ardhi kati ya wafugaji na rasilimali katika hifadhi. Kwa hiyo serikali inatakiwa kuweka kipaumbele kuelewa au kuweka mipaka ambayo ionyeshe kwamba hii sehemu ni ya hifadhi na wakulima wanatakiwa waende sehemu fulani wakaendeleze shughuli zao. Pia tunaweza tukaona kwamba serikali inatakiwa iweke kipaumbele katika utambuzi wa maeneo ya hatarishi. Serikali inatakiwa itambue maeneo ambayo yana likely to occur hatari zote za misitu. Kwa mfano fireworks, forest fire, hizi ni moto wa misitu. Serikali inaweza ikaweka kipaumbele katika utambuzi wa sehemu hatarishi. Hizi sehemu hatarishi ni sehemu ambazo zina mara nyingi zinatokewa na moto wa misitu au kuna ukataji miti na pia kuna kuuliwa kwa wanyama tofauti. Kwa hiyo serikali inatakiwa itambue hizo sehemu na kuweka ulinzi. Pia serikali inatakiwa iweke kipaumbele katika usimamizi wa hifadhi za misitu. Serikali inatakiwa kama hapa kila hifadhi lazima kuna ulinzi. Kuna watu ambao wanalinda, kuna wale watu ambao wa guidance. Kwa hiyo serikali inatakiwa itambue hizo sehemu na kuwapa watu ambao wanaweza kulinda hizo sehemu ili shughuli ziendelee. Pia na pointi yangu ya mwisho ni ushirikishaji wa jamii. Bila kuwasahau jamii. Jamii yetu ndio wanaohusika sana kwenye chochote kinachotokea kwenye hifadhi zetu, kwa sababu wao ndio wapo karibu na hizo hifadhi. Kwa hiyo kama kwenye maeneo ambayo kama moto unaweza kutokea, jamii inatakiwa ijue elimu kwamba huu moto umetokea ni kutokana na kitu fulani na kitu fulani, ili isije ikaleta any confusion au ile unajua watu wanaweza wakawa wanashangaa kwa nini umetokea moto kitu kama hivi. Kwa hiyo elimu inatakiwa ipewe watu wa jamii ili wawe wanaelewa kwamba kitu fulani kimetokea kwa sababu ya kitu fulani. Asante Gerda, fatwa zako nzuri, na nimependa sana pale ambapo umeongelea misitu sio tu katika engo ya miti, lakini pia umeongelea katika upande wa wanyama. Kuna watu wanaona kwamba msitu kama huu wa Vikindu atakwambia labda kuna nyani tu, lakini hamna. Hapa msituni kuna wanyama wengine kama dikifu, kuna ndege, kuna vipepeo, kuna nyuki, pia na viumbe hai wengine wengi sana. Kwa hiyo ni lazima kweli tuhakikishe kwamba watu wanapata elimu hii ya GIS, na pia jamii na walinzi wa msitu huu na wahifadhi kwa ujumla wanatambua kwamba wanyama gani wapo katika misitu na kwa namna gani tutahakikisha sio tu miti ambayo iko hapa itapotea, yani tuhakikishe kwamba haipotei, lakini pia wale wanyama ambao wanapatikana hapa waweze kubaki ili kuendelea kuhakikisha tunakuwa na ecological balance. Asante sana.